Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Siku hii ya leo ningependa tutazame umuhimu wa ushirika. Umuhimu wa ushirika au kushirikiana. Kipindi Mungu anamuumba mwanadamu, alipomaliza kumuumba, kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 mstari wa 18 anasema, si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Na ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri ile sura ya 4 mstari wa 9 anasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Kwenye swala la ushirikiano au kushirikiana, ni agenda ya Mungu, ni tabia ya Mungu, ni asili ya Mungu. Ndio maana sisi ambao tuko katika Kristo Yesu tunaamini katika Mungu Baba, tunaamini katika Mungu Mwana, tunaamini katika Mungu Roho Mtakatifu. Na vile vile ukisoma maandiko matakatifu kwenye kile kitabu cha Injili ya Mathayo ile sura ya 18 mstari wa 19 na 20 anazungumza kusema kwamba wawapo wawili watatu kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Lakini mstari ule huo ni mstari wa 20, mstari wa 19 anasema, wawili wanapopatana kuomba na kuomba, Mungu huwa anajibu. Sasa kwa nini concept ya wawili? Kwa sababu ni asili ya Mungu, na sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo ni vyema kutokimbia ushirika. Mungu akikuweka kwenye ushirika fulani, au akikupa mahusiano, au akikutengenezea mahusiano, iwe ni level ya familia, iwe ni level ya jamii ya kawaida, iwe ni ukoo, iwe ni kabila, chochote kile ambacho kina agenda ya Mungu ndani yake, sio jambo la kukimbia. Ni Mungu mwenyewe ndio anataka uwe kwenye hilo eneo. Ndio maana maandiko yanasema na kusisitiza kwamba tusiache kukusanyika. Point yangu ya msingi ni hii. Kuna mentality au kuna mtazamo fulani kwamba kama ule ambao alikuwa nayo baba yetu Ibrahim. Alimwambia yule mfalme kwamba sitachukua kitu chako chochote. Sitachukua kitu chako chochote, ili baadaye usije ukasema kwamba umemtajirisha Ibrahim. Kwa nini alikuwa anasema hivyo? Kwa sababu alikuwa na hiyo mentality kwamba nikitajirika mimi, ni mimi na Mungu, wanadamu wasihusike. Na wengi huwa tunakuwa na mtazamo huo kwamba ionekane nimefika hapa nilipofika, sio kwa mkono wa mtu yeyote, hapana, ni kwa mkono wa Mungu tu. Lakini Mungu anatumia watu, na anasisitiza kila itwapo leo kwamba tushirikiane. Ndio maana kwenye maandiko mengi utaona anazungumza swala la ushirika. Pointi yangu ya msingi ni nini? Kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akazungumza akasema kwamba kwa hiyo kama anazungumza swala la ushirika, ikitokea niko peke yangu, Mungu hayuko pamoja na mimi? Hapana, Mungu yuko pamoja nawe, lakini huo upekee ambao unakuwa nao lazima uwepo mkono wa Mungu, au Mungu akutengenezee ushirika, and then wale ambao walitakiwa wawe pamoja na wewe wakimbie, wakuache, au wasitake kuwa pamoja na wewe. Hapo Mungu atakuwepo hata ukiwa mwenyewe, sawa na ile Yohana 16 mstari wa 32 ambayo maandiko matakatifu yanasema, ni Yesu mwenyewe alikuwa anazungumza, anasema, tazama saa yaja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu, lakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yuko pamoja na. Yesu hakukimbia huu ushirika, ila wanafunzi ndio walimkimbia. Kwa hiyo ikitokea scenario namna hiyo kwamba Mungu amekutengenezea nafasi ushirikiane na watu fulani ili aweze kufanya jambo,
katikati yenu, na wale watu wakawa ndio kikwazo, wakakimbia wakakuacha, hata ukifanya mwenyewe, mkono wa Mungu unakuwepo. Lakini kama ni wewe mwenyewe umejitoa kwenye kile kitu ambacho Mungu anataka ushirikiane na wengine kwenye eneo namna hiyo, ni kwa neema ya Mungu tu anaweza akakusaidia. Lakini nje hapo anaweza akakuacha kwa sababu uko nje ya kusudi lake. Kwa hiyo dhana ile ya kusema kwamba ufanye mambo mwenyewe ili uweze kudhihirisha kwamba una bidii, ili uweze kudhihirisha kwamba unaweza kufanya, ili uweze kudhihirisha kwamba una ujuzi au una kitu chochote kile ambacho huhitaji mtu mwingine aweke mkono, wewe mwenyewe unaweza kufanya hivyo. Si kipimo cha kwamba wewe una uweza au una nguvu au Mungu yuko pamoja na wewe. Hapana, ni kipimo cha udhaifu. Kwenye ushirika kuna nguvu. Kwenye ushirika kuna mkono wa Mungu. Kwenye ushirika kuna wepesi, jambo ambalo ungeweza kulifanya wewe wiki mbili, mwezi, mwaka, lakini mkiwa na ushirika mnaweza mkafanya within few hours, ndani ya muda mfupi mnaweza mkawa mmemaliza. Kwa hiyo hakuna ushirika ambao ni dhaifu. Unless huo ushirika ambao Mungu yupo kinyume nao, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitakuwa kinyume na Mungu alafu kikaweza kusimama. Hakipo. Kwa Mungu ndio mwandishi wa umoja, ndio mwandishi wa ushirika. Kwa hiyo tusikimbie tunapotengenezewa mazingira kushirikiana na wengine. Cha msingi kwenye kila ushirika tutazame kusudi la Mungu. Ndio maana kula anaposema kwamba wapo 2 au 3 kwa jina langu, timizi kilichokusanyika pale ni neno la Mungu, ni maelekezo ya Mungu, ni jambo la kimungu ambalo mnaenda kulitenda. Jambo la kimungu sio liwe tu kwenda kusema mistari au kuhubiri, hapana. Inaweza ikawa ni shughuli kabisa tu ya kiuchumi, lakini kuna mpango wa Mungu ndani yake, au ni neno la Mungu au ni agizo la Mungu ambalo linatimizwa kwa muda ule. Anasema kwenye mazingira namna hiyo, mimi nipo katikati yao. Kwa hiyo tuzingatie kwamba ushirika huo ambao tunauingia uwe na kusudi la Mungu ndani yake, sawa sawa na Wakorintho wa 2:6-14 anaposema pana shirika gani kati ya nuru na giza. Kwa sababu tu ni vyema ni kushirikiana, ni vyema kuwa pamoja, basi usijiunge tu kwamba sasa niko na kikundi cha maji basi ukasema kwamba Mungu amesema kwamba ushirika ni kitu kizuri. Hapana, lazima ule ushirika uliokuwa nao uwe na mkono wa Mungu ndani yake. Shalom watu wa Mungu. Mungu atutunze na kutubariki. Amen.